Nisikilize mdogo wangu Frankie. Sasa hivi nimekuambia, unaniambia maneno kama hayo. Mimi nakuweka kwenye mstari ili na wewe uishi vizuri na watu. Halafu wewe unaenda kinyume. Kwa nini? Nikikwambia hivi ili nikuonye, unaenda kinyume. Sasa basi, kuanzia leo, kwanza hauna hofu ya Mungu. Nimekuambia kwamba uachane na mke wa mtu, kwa sababu mke wa mtu ni sumu, ila hutaki. Huna hofu ya Mungu hata kidogo. Sasa basi, kuanzia leo nakupa nauli urudi kijijini. Sasa labda nikwambie kitu kimoja simple sana. Hivyo unahisi mimi nikitoka hapa kwako sitopata sehemu nyingine ya kwenda kuishi? Mimi huku nina wanangu wengi sana pale, kuna mwanangu mmoja pale anaitwa B, kuna mwanangu mwingine yuko pale mitaa kati. Kwa nini mimi unitishi? Nachukua vilago vyangu nikitaka na sepa muda wote. Yaani labda wewe ndio nikufukuze hapa kwako utakosa pa kukaa, lakini pa kukaa ni pengi sana. Na mimi siwezi kutoka huko eti kisa sije mke wa mtu. Mbona huyo Bukindo yeye hajatoka kwa sababu mke wake amemkataa au? Mwambie kwanza Bukindo atoke. Afu mimi ndo nitatoka. Ukaa vipi mimi? Niachie muda kidogo kwanza ni spend kidogo afu nitaondoka na mke wa Bukindo. Lakini mimi kuondoka mwenyewe siwezi. Frankie, kiukweli kimenuka. Yaani nikizungumzia kimenuka kweli kweli yani. Ule mzee ule hata ambaye hata sijakalili jina lake bwana, sasa amenifuata nikuta zangu nakula ndumu pale, nini meza zangu kula ndumu nimetupa chini, ameibuka hapo nikajua askari. Na lijembe lake. Ananiambia unatoka na mke wake mwanangu. Na ni kweli mwanangu, kwa sababu mimi siri yako mimi naijua. Sasa sikia nikwambie. Ule mke wake hebu achana naye mwanangu. Tafuta vimada vingine hapa vivyo kibao tu hapa kijijini, nini unachukua kingine, nini maisha yanaendelea. Ule ni mke wa mtu. Alafu kwanza ule mchafu kumblandi paka akae kwenye level mwanangu sio leo. Sawa ni peace kweli ambao unaweza kaiblandi ikakaa kwenye mstari, lakini ndugu yangu piga chini. Ile jamaa lichawi lile. Kwanza ukiangalia kijana sio kijana lizee sio lizee, mimi nashinda niweke kwenye grupu gani mwanangu. Mimi mwenyewe kwa nilichimba mkwala pale, lakini wangu natetemeka kinoma. Mavi hata kudondoka hivi, umeelewa? Lakini nimekaza ile ngumu. Unajua mwanangu muuni unaweza kulegea. Lakini mwanangu mimi menyali kinoma. Sikia nikwambie. Na hizi story na imani dada yako amezisikia. Sasa cha kufanya hapa mwanangu, hebu mpige chini mwanangu. Kuna kina Marieta pale, kina Mele. Wewe chukua wale. Achana na mke wa mtu mwanangu. Kana nimekupa nini babu? Si unanielewa mwanangu bradi? Wewe vipi mwanangu? Wewe si askari kabisa. Unaita pigo za miewisho. Kwa hiyo na umeanza kuandafia au sio? Labda tu nikwambie kitu kimoja. Yule msema mimi nammegea mke wake. Lakini mke wake siwezi kuachana naye. Maana ile pisi wewe uelewi tu ile pisi. Ile pisi kwanza Rais Mwamba tu alilazimisha. Mimi ile pisi nitaishi nayo mpaka nitaioa. Alafu mkiendelea kunichanganya, mimi ndo nitazidi kuwasha moto. Maana kwa akili zako timamu, hivyo unahisi mtaani hizi pisi hizi chafu sijui mara Marieta sijui Meli, kuna pisi inaweza kaifikia ile pisi? Hebu acha masiala. Kuwa mtu mwenye akili timamu. Yule jamaa sijui kuhudumia mke wake, mimi nitamhudumia mke wake afu mimi nitaishi naye. Afu kama akija mkono mimi niko fresh, mimi mwenyewe ni askari wala siwazi. Na ukizingua mwanangu mimi nitakupoteza. Utakuwa tena askari wangu mwanangu, maana naona umeanza kuleta miishe za kichulo, unaanza kuyeyusha. Mimi nilijua wewe askari utafika utaniambia unajua nini mwanangu? Kuna mwamba hapa amesalandia anataka mambo fulani hivi yaende vibaya, anataka tumchafulie, tumzingue. Hebu tubebe mapanga askari wangu twende tukamzingua, afu unakuja unaletea pigo fulani tu kwamba eti niandafie. Eti askari kabisa nishushe silaha chini. Oye, mimi napambana. Afu mimi ninachotaka mwanangu, mimi ugomvi ndo I like. Yaani mimi nataka ugomvi. Mapanga kwa mapanga, vita kwa vita. Sipendi tatalila mimi sio mtoto wa kike. Kama umekutuma mwanangu uje unikatae, sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Hebu kawaambie mwanangu yule askari mwanangu kasimama ngingi nganga. Yuko nginja yani kama buti. Unaletea buti la mgambo. Oya mimi mwenyewe nimevaa buti la jeje mwanangu hata siwazi. Unyama. Fresh, sema nini askari wangu? Mimi sikupingi. Afu siku zote unajua muuni ukipenda umepe.
Umependa, lakini mimi nimekuja kukuambia zingatia mazingira. Kwa sababu kijijini hapa mimi kitambo nimezaliwa hapa, nimekuwa hapa. Alafu wewe mwenyewe ukizingatia ndio umefundisha ubisho nini. Umekutoka zako town umetetea vipamba na ng'ang'aa kidogo na mimi kimademo anaweza kunielewa afu mimi siwezi kupinga. Sasa ufanya kitu kimoja mwanangu. Wewe ng'ang'ania pale wewe msala. Lakini mwanangu akiukuta mimi simo. Kuna watu wameshatoa mabusho huko mwanangu. Utanielewa siku moja. Kwanza wewe mwanangu wewe. Wewe wangu unanikataa usio? Wewe, hebu simama. Wewe unaona muuni nimeingia hapa afu unajifanya nini unakaza sana eti? Kwa nini? Tulia. Mimi kwa nakusaka sana. Wewe una mdomo sana kijijini hapa nini unaleta ile nyainya sana. Nini ndio nimekutingia huko. Wewe dada wa msela wangu lakini sasa unazengua. Nimekuja kukuchana, yani nikwambie, acha kutufuatilia. Wewe vipi bwana? Mimi sio msela. Wewe ni msela tu kama msela wengine. Tulia, hebu tulia hapo. Ninapokuwa naongea mimi usinipandishe, unatakiwa utulie unisikilize, uzingatie maelekezo. Unajua unayeongea naye. Tulia basi. Na kuheshimu tu kwa sababu wewe ni dada wa rafiki yangu. Alafu ni rafiki yangu ambaye anazingatia kodi na mazingira mengine. Lakini singekuwa hivyo, tayari nimeshakukatakata mavibao kinoma mwanangu. Sikia nikwambie, acha kutufuatilia. Sawa? Una kimdomo sana, yani kimdomo nini ile inya nini maneno tantalila pompo zinakuwa ni nyingi. Takuzengua. Yaani ninaongea kwa heshima tu. Unanijua vizuri mimi serikali yangu hapa kijijini unalifahamu. Oya yaani usingekuwa dada wa mshikaji wangu oya. Mimi na wewe tungekuwa tumeshamalizana kitambo. Sio unanielewa, zingatia kodi. Sasa ole wako, ndio nisikia unataleta kimdomo tena. Utanijua mimi ni nani. Na kwa narudia tena utanijua mimi ni nani. Wewe lembulie tu hapa. Nani anakutaka sasa? Shamba nini wewe? Sikiliza wewe. Umekuja kunitishia maisha wewe. Kwanza una hofu ya Mungu. Unakuja kunitishia maisha. Hizi taarifa zote zitamfikia mwenyekiti. Ndio uelewe sasa. Sijui umenisikia, sijui unaenda tu. Ila nahisi umeelewa. Mke wangu, mbona unatapika? Shida nini? Unaumwa nikupeleka hospitali? Liangalie kwanza. Unaelewa kunipeleka hospitali wewe? Hela kula tu changamoto. Leo hela hospitali utaiweza? Nini sasa? Sasa mimi nataka nikupeleka hospitali tena nimekuwa tena maneno. Una hela? Au unataka tukatoroke huko hospitali? Wewe vipi wewe? Nikupeleke hospitali. Nikupeleke hospitali.